Porudi nyumbani kwake. Usiku kama mpelekwa na usingizi. Akaona mkono ikajinyosha kwa ukuta ikimlengia kwamba ishi ukiingiza ukikaribisha wageni na unitumikie mimi Mwenyezi Mungu. Hakumwambia kwamba nitakubariki. Ilifikia tu hapo kwamba kazi ameregesha. Alienda kutafuta. Amen. Amina. Ankwenda kutafuta tele umaskini na ufukara. Ikamfika kwa maombi na kufunga. Na yeye akajibiwa kwamba nitumikie na ukaribishe wageni. Akikaa chini akifikiria. Yakakumbuka kwamba mgeni akikutembelea ukampatia chakula akala akashiba. Tena mlango usimwache pite mkono mtu. Kwamba Mungu alimtumikia kwamba amtumikie. Alafu ndiye akawa jinsi alivyo saizi. Kisha atakuwa tena mtu mwenye kuwakwenda watoto. Alafu watoto wake watakuwa wenye nguvu. Aligundua kwamba Mungu azungumzi direct kwenye mtu yafikiria. Naweza kukupatia kazi ngumu ili ufanye. Lakini hakuambii kwamba mimi nitakubariki. Ati mimi nitaenda nawe. Kwamba ile jambo limefundishwa ndio maana jinsi unatenda alivyosema. Ndio wewe pia utagundua kwamba kweli Mungu kumbe anitumikia. Ni watu wamekubaliana na hilo neno. Ndio maana tunamshukuru Mungu ile ametubariki. Hapa kwa uwanja wa ahadi. Hapa kwa uwanja wa amani. Ni asante kwa watumishi wa Mungu. Ni asante kwa askofu na ofisi yake. Mungu abariki neno lake. Tena nimebarikiwa kabisa. Kama umebarikiwa sema amen. Amina. Alikuwa yasoma. Msomaji amsaidie. Yohana 12:24. Mungu ambariki. Yohana Injili 12:24. Owachonia adiera wachonu, ni kweli ukweli ninawaambia, koth ngano maoko lwar piny e lowo kendo tho, ile mbegu ya ngano ambayo ijanguka chini na ikakufa, obet mana kende, itakaa peke yake. To kotho, lakini ikikufa, onyuolo kodhi mang'eny, itazaa mbegu nyingi. Waibrania 7:7 wachonia, to Melkizedek ne en ruodh Salem. Melkizedek alikuwa mfalme wa Salem. Kendo ne en jadolo mar Nyasaye mamalo chutho. Tena alikuwa mkohani mkubwa kabisa. Noromo kod Ibrahim, akakutana na Ibrahimu. Kane Ibrahim dokoa loyo ruodhi ka. Ibrahimu kama ametoka kushinda wafalme. Kendo nogwedho Ibrahim. Tena akambariki Ibrahimu. En emane Ibrahim omiyogo pok mar achiel kuom 10 mag gik moko duto manomayo ruodhigo. Yeye ni Ibrahimu kampatia fungu la 10 za vitu zote ambaye Ibrahimu alipokonya wale wafalme. To mokwongo tiende nying mar Melkizedek en Salem. Kisha maana jina la Melkizedek maana yake ni Shalem. Tiende ni ruodh kwe. Maanisha kwamba mfalme wa amani. Sae mondo gwetich ne mosomo kendo gwedho wachne. Mungu abariki mtumishi wa Mungu amesoma tena bariki neno lake. Amora enya kod kanisa mar Yesu. Nafurahishwa sana na kanisa la Mwenyezi Mungu. Ndio kamano nokanda Nyasaye mobedo piny. Tena ni asante na wale watumishi wa Mungu wamekaa chini. Chunya oluoro kanisa nikech japuonj kedo negi kendo tego wangi. Moyo wangu waogopa hekalu manake mwalimu huyu afundisha watu na yapigania watu. Awinjo dichieng maber mar singruok. Nimesikia
kufikia sikukuu ya ahadi. Tuweza kuzungumza tofauti kulingana na nilivyozungumza mwaka uliopita. Manake safari imeanza, tunaenda na tumelenga mbele. Tushachukua vitu vyetu na Mungu akwe pande yetu na atutendee. Kumtumikia Mungu na mali yako impita vitu viwili. Imepata kupita mtu. Ni kati ya mtu na Mungu. Kwamba ni maisha ya mtu. Amen. Narudia. Kumtumikia Mungu imepita kuangalia mwingine. Ni kati ya mtu na Mungu wake. Na ni maisha yako binafsi. Kwamba natoa na wewe pia watoa. Hiyo ni kitu yalizungumzia mimi kabla nitoke kule kwangu. Na hiyo ni kitu inafaa kuzungumza nami kwa ule mkutano niliotoka uliopita. Ni kitu ambaye inafaa kulingana na ishikane na damu ya mtu. Na asikie kama hiyo itafuna. Kumtumikia Mungu. Manake ni maisha. Kumtumikia Mungu ishatoa watu wakapiga hatua. Hata yeye pia amesukumwa na akapiga hatua fulani. Tulikuwa tuzungumzia mali fulani. Na nikakumbuka Mungu wa mwanamume mmoja aliyemtumikia Mungu zaidi. Na wakati ninakumbuka atakapoaja tangaza, ye mali yake, chakula yake na vitu vyake vishaingia. Manake alikuwa yapanua lango lake zaidi. Niligundua ya kwamba hapa kati yetu sisi wenye tumeokoka, wakati mtu yamtumikia Mungu, mtu yatazama lango lile ambalo ametokea, alafu namlinganisha na yule amepanda muhogo ama viazi. Viazi unaweza kaipanda, alafu mizizi yake yakimbia ikitoka. Unaweza ukaitoa kidogo, ukipiga hapa uioni. Watu wameshona mali wanachimba viazi. Ni watu kidogo tu. Sasa ukichimba utapata inkimbia. Iko pale, lakini miguu inkimbia. Na yule ambaye akona hekima ya kuitafuta, yatafuta ile mguu, kwamba yafuata ile kamba, pata viazi pale mali ilipo. Peperusha Yesu kisema amina. Kile ambacho kinanifurahisha, uwanja wa kazi huo unanifurahisha. Mtu amesharudi katika mfuko wake. Anajua tabia yake binadamu inamweleza. Niko bure, je nitafanya nini? Na Januari je ndio mwezi wa mali. Wangapi wanakubali hii ndio mwezi wa mali? Wengine wanakataa sio mwezi wa mali. Hii ndio mwezi mtu anaweza kula mali ya wokovu. Kibali sema amina. Amina yako kidogo inafanya mtu mdogo atakuvamia. Ya kukula mali ya Mungu. Hiyo ndio wokovu nilifunzwa. Na hapa miguu hazigongani. Na sasa mtu pia hawezi kuogelea. Wakihubiri ufunguo wa wafu kwa kusema nikisema sasa kukula mali. Odero kijana wa mali. Wewe unajua. Nataka kuongea katika mali.
wakati unakuja. Ni kama mguu ya ile viazi natafutwa kama. Wakati natembea taratibu nikitumikia. Natembea na Yesu taratibu nikitumikia. Ni kama nafuata kama nimeelekeza vitu vyangu hakuna. Kwa nini nanena hivi taratibu? Zile tuko nazo ni mbegu. Na kuna lile na mtu. Je, nani alikuja jijini na mali ainue mkono? Ulitoka kwenyu na chakula na mali na kila kitu. Tukuone jinsi ulikuwa shudari. Nimeona hakuna yule alikuja na vitu vyake. Na kama tunaomba Mungu hivi, na Mungu amebariki watu na vitu, manake ameleta mbegu. Kila kitu ulicho nacho ni mbegu. Andiko inasema mbegu ikianguka ardhini haliozi. Kama haijakufa haiwezi kumea. Inadumu kama ni moja. Na kama imeingia kwenye ardhi ikakufa, andiko inasema anakuwa na tena anazaa. Anaanza kuzaa tena mbegu. Hiyo ndio andiko tumesoma. Andiko lingine sijasoma inasema na mtu amedumu kama anaficha na anazidi kukosa. Na mwingine amedumu akipea ama kigani. Anadumu kukua nayo na anakuwa tajiri. Na je, wewe uko upande gani? Uliza mwenzako yuko upande gani? Ni yule wa kuficha ama wa kutoa? Nafurahia na hili mkutano. Wakati mwaka unaanza, mtu anapaswa kutumikia Mungu mpaka nguvu ishe. Vitu ambazo zilinipita nilipata kidogo. Hapa nataka kutumikia Mungu ya kupenya. Na hiyo mbegu ninataka kuweka. Litamea kama inazaa inaleta yasiokuwa yao. Na tena yule amepanda mbegu katika uwanja hii. Umejua ni kufunga na kuanza mwaka. Na sijua kama watu wanaelewa jinsi naelewa. Wanasema kwa heri kwa vitu vibaya. Na karibu kwa neema ya Mungu. Na neema ikikuja iishi nawe. Mungu wakati anatumikiwa mwanzo wa mwaka, wasipate aliyekuja mkono tu. Manake nimesikia Mungu askofu jinsi amenena. Amen. Nimemusikia Mungu amani. Na hapa hakuna mtu hataki amani. Manake amani ndio kitu mwenye mali na uzima. Na nilisema inaweza fika mahali. Ilifanya Yoshua kanena peke yake. Akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Na kumbe mahali paka siwezi kupimana na nataka kupanda mbegu itamea na izai. Nikakumbuka nyakati zingine. Nyakati zangu za kutoka chini za kukua. Wakati tulikuwa tunatumikia Mungu, siku moja nililia. Nikasema mfalme, nimedumu na 20 mkononi mwangu. Nyakati yani za mwanzo. Nikubalie ole Mungu. Nami nipatikane na manoti mikononi. Ili niweze kukutumikia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Mahali pa mwanzo.
kunipatia, nilianza kutumikia Mungu kwa nyumba yake. Hata uende kwetu Kodera utapata jina niliyopewa. Na sasa ninakuwa nikitumika. Na nilipenda kuzindikisha injili ikienda. Nasema mfalme, mimi tulitoka kwa maungano na panga jinsi ya kuzindikisha injili. Na wakati unazindikisha injili, sikukubali kulizindikisha hivi hivi. Na niliambia Mungu ningali mchana. Manake mimi ni mwanamke mchana. Na kutumikia Mungu inanifurahisha. Nilisema mfalme nitawazindikisha. Na katika nyumba yangu siku moja ulete gari nipande. Wakati nanena hivyo nilikuwa kijakazi. Na sikufanya hata kidato cha nne. Nilikuwa katika ukua sina chochote. Na nilitumika nikisema, jinsi nafanya wanapanda gari. Nimekusiri ole Mungu wangu, wacha nikutumikie milele. Na ulete. Siku moja niliambia watu nyumbani hivi, mimi ndio nazindikishwa. Nazindikishwa ninaenda. Nikawaeleza, naenda kutengeneza mahali ya kuegeza magari. Wakati natengeneza parking ya magari ya ngoma yangu, nawe nataka upande yako kwa kazi. Manake mali unatumika ndipo natumika. Mali mchungaji anatumika ndipo natumika. Mali binti ya kukuta natumika hivi. Manake mtu akiinuliwa tu, nami nainuliwa nawe unainuliwa. Na sijui kama watu wanasikia. Hautapata pasipo kutumika. Wokovu kujazwa na Roho Mtakatifu na uponyaji ni vyema. Kile umepewa ni mbegu unastahili kupanda mbele ya Mungu. Na pili nilieleza kanisa ya nyumbani. Hiyo ni mwaka ya kukua, bado ninakuwa. Niliwaambia naenda kutengeneza gala ya chakula. Ili nidumu nikaribishe wageni na wazindikisha. Na wakati nilikuwa ninanena hivyo, na mchungaji wangu anaitwa Mwana wa Ubala, niliona kama analia alipoketi. Na mwishowe akashuhudia ya kwamba wakati mama alikuwa anazungumuza, nami nilivuruta hiyo chakula. Nikasema tukitumikia Mungu, mfalme naenda kuandaa chakula. Amen. Na kumbe alidania chakula. Nataka tuende taratibu. Tunataka kutumika. Ilipofika Jumapili ibada ikaisha. Kulikuwa na mchungaji wetu anaitwa Mwana wa Achiro. Nataka kukwambia Mungu akubariki bure. Akamaliza kuomba Jumapili, Monday mhubiri wanaenda. Kama kesho injili napanda gari naenda. Injili ikaenda kwa lango ya Mwana wa Ubala. Ikamwambia achukua paka. Akachukua paka. Twende taratibu ninavyoenda. Chukua gunia. Alikuwa anabembelezwa. Akatafuta gunia akachukua. Nifuate twende shambani. Hiyo mahindi nitakuelekeza. Hiyo ndio ambayo utakata. Usimtoe ile sijakwambia. Akasikia anatetemeka kwenye shamba. Matoleo huwa inakwenda. Akamfuata akapita miguuni mwake. Wewe baba yetu akikueleza ya kwamba, niambie akaunti yako una pesa ngapi? Utasema ukiangalia kwa manake usemi pia kamili. Akakwambia toa yote.
Na je, baba utakumbuka Mungu akubariki amekuja. Niligundua mtu akipitiwa katika mpaka wa shida ama wakikuepusha kile kinakuja, Mungu anakuja amekodoa macho. Peperushia Yesu mkono. Hili jambo inajulikana kule kwetu. Na lile mmea imepanda kama mkono yangu. Anaambiwa kata hii. Akaambiwa kata hii. Sio gunia lile la 25. Yani 40. Zile za 40. Anaweka ni kama inajaa. Manake mahindi inabaki kidogo kwenye shamba. Anasema kikata lingine. Panga ikaanguka mikononi mwake. Anaambiwa jikaze. Kuja ukate hili. Hili ni jambo kubwa. Wakati gunia ilipojaa, akaambiwa twende mbele. Kumbe Mungu wetu ni serikali. Manake kuna Mungu akatembea kienda akaangusha mahindi mlangoni mwake. Wanafungua wachungaji kwa nyumba ya mchungaji. Anasema ajue sifu naye Mungu. Ajue afanye nini. Na kuja mali pa mbegu linaponea. Akasikia roho imemsaidia. Kwamba funga hiyo mahindi kwa upesi. Na ujue moyo wake. Utoe mahindi yende nje unangona. Ili wanabii wakubariki. Na mnabii alisema maneno ya baraka. Akasema umekata mahindi mfalme alikata. Na Mungu huyo atende anachotaka. Tukaomba tukamtoa akaondoka. Wakati mwaka uligeuka, mwana wa ubala aliingia kwa shamba akitengeneza shamba lake. Mahindi ilimea kwa mchungaji. Walikuwa wanazirusha. Manake nyumba ilijaa na magari. Tunatembea ndani ya mahindi tukimzuru. Kanisa inanisikia vyema. Hizi maakaunti zimefungwa mdomo kwa ajili ya chama. Mungu wangu ameshuka zitafunguliwa. Zitafunguliwa manake hizo vibebe. Akaunti unangoja watu wako wenyu wamekufa unatembea kwa mfalme amenituma tutafunguliwa. Ili tutumikie nayo Mungu hapa. Mtu anasema sasa hiyo mfuko wake uko bure. Nakuuliza. Mungu tutamfuata na mabegi na mavazi na vitabu. Tumfuate na ng'ombe na kondoo na tena na vyombo. Mungu anatumikiwa mwenye mbele. Na yeye si mnyang'anyi hata pokonya Mungu. Akichukua na simama juu ya bila. Na muita Mungu ndiye serikali.
dala jati Nyasaye. Mjakazi wa Mungu, je, utaendesha gari mpaka nyumbani? Ongitero gatache moko omi tiji. Wewe unapeleka matajiri wamekupa kazi. Ate na nakauga pesa. Na mimi umeniona sina pesa. Ndilo uko igari matele dongo V8 mayoro mus. Injili inapaswa kuzindikishwa na V8 naenda taratibu. Atero askofu udongo godala tutakugomu tero jayano tukutie kutodongo ka askofu machielo. Yogoda kanisa no bidonge mudola. Na je, hiyo kanisa itabaki kusaga meno? Na uona Nyasaye ukalo ena. Leo Mungu amepita ena kwa. Nyasaye Prado V8. Ameingia kwa Prado V8. Manote injili. Manake hilo ndilo injili. Takumwaka kama. Wanaanza mwaka hivi. Wacha nikataje chini huyo. Nikasema hata shetani akinena. Nenda kukatuwali nituka toke nenya. Atimuki ama mume ukiokoka hutaweza. Aneno igani kaka mwana ndonyo obetuni. Naona hii mwaka mali imeingia. Na miloro ne gofu ni gore ikata mfade. Yule anakufungiwa milango akibiana na 3,000. Full musika doga adwari embe. Anasema kifuri atakuja robo moro madundo. Nitapeleka na mwana kwa. Ninapiga kelele. Ukifunde maji chini madoko tulo. Na kifuri za mapepo kulipaloga. Kuchwa kikiwekwa jina la Yesu. Kwa Yesu. Veini kiko. Na je, una mbegu? Wanu watiyo na Nyasaye. Tunataka kutumikia Mungu. Nyasaye chalamu. Mungu wa kuapa. Anyalora mugira nyachimoro manao nangiswe. Anaweza kuapa na nangu ilikataa kusonga. Okay kak manani ketumukati cha mwana rodika. Umekuwa umekataa manake unakula mkate kijini. Kama itie kata mukati godi yomedu. Wakati uko kweli utaleta mkate kwenye duka. Aniyena tiyo tao megipacho. Mimi inatumika nikileta kule nyumbani. Akoni kikmano kamore dalajo kopi. Nasema zilizokataa kwa boma ya kopio. Saima tiyuni. Mungu ambaye ninamtumikia. Abiru tiyo kakadiano lona jati Nyasaye. Nitatumika pasipo kujiinua mjakazi. Watu nabiru tiyune. Nilisema nitamtumikia. Kala kumtish. Na kupitia kazi. Kikmana kodoji. Vitu ambazo zilibaki. Nyakadoji. Lazima vitaingia. Atokedwa no doji toga nami. Ukitaka kuingia sema amina. Eti imiye gichuni mayo megi mabiru. Kile umekubali na moyo mwepesi inakuja. Ya V8 metrego goma nane ndara. Ole V8 ni tamu kukimbia nayo kwenye barabara. Ya dungo kidungi. Mzee hatingiki hivi. Nosura V8 nyamutamu. Na je, V8 itatushinda? Mama wa. Mama yangu. V8 nyamutamu wa kufili komu. V8 itatushinda tujaze fueli kwa tangi. Wake waligundua ufufuo wa Yesu. Wakarudisha neno waume kilele. Wake wavuruta V8 kwa Mungu. Kufu kwa Mungu wetu. Umejua kazi. Itafanya mapepo wabadilishe maneno wanasema. Hata kama walisema hautaweza. Uwanja ni njema tunaenda kupanda. Twataka tuzindikishe injili nyakati za mwisho. Wabasha tulia kidogo, sina haraka. Hii ni mwisho na mwanzo wa mwaka. Mtu anastahili kukanyagana na Mungu. Ikifika mwezi wa 6 anaona maneno makubwa. Kama kuna milima inainuka, sema unasikia. Kumbuka ile Januari. Kumbuka. Leo itapika na mtu kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ndio mfalme ndiye amesema. Sema amina na dhabihu. Na tena lile la kuapa. Wakati wa shida. Hilo linanieleza. Kuna maneno yanaweza kusimama. Na sasa hazina nguvu. Manake unasema sana. Kumbuka Januari tarehe. Tulikutana shambani tukipanda. Tunataka kutumika. Imefanyika na Ibrahimu mwanaume.
Nani alikwambia walokole wanatembea na shida? Eti account yako inasema sufuri. Ati sufuri ni zero. Tazama taratibu ni kueleza account yako. Wengine ni kama watalala unazungusha kichwa. Hao tunapanda na hao sawa sawa. Ili Mungu alete isiyokuwa iwe. Kanisa Makedonia. Walitumikia Mungu zaidi ya nguvu yao. Na hawakuachwa hivyo. Walibarikiwa. Na Ibrahimu ametoka mawindoni, ametoka vita. Maadui zake wanampokonya mali. Maadui wanaziba mali pake pa kazi. Mapepo wanaziba mahali ya kuenda vizuri. Andiko inasema alitoka kupambana nao. Akanyang'anya wafalme vitu vyao. Anarejea. Akakutana na Melkizedeki. Akampa fungu lake la 10. Fungu la 10. Ndio Mungu alinena kwa kinywa chake. Akasema mnijaribu zaidi. Kama sitafungua madirisha za mbingu. Fungu la 10. Fungu la 10. Ibrahimu alimpea Melkizedeki. Mfalme wa amani. Ambaye mjakazi wa Mungu alinenea. Okay, meza ndio hili. Meza ndio hili. Wakati tunataka kumletea mfalme wa amani fungu la 10. Na wewe ni mchoyo. Unapata unasema ni kidogo, hujui jinsi ya kutoa fungu la 10. 1,000 inapunguka ikuwe 500. Nikasema jinsi unaenda kumbukumbu na fungu la 10. Na unaikula. Na unalisha nao watoto. Unatumbo birika, unakula mitura kando ya barabara na wewe ni mume. Na mume sasa wewe si nini kwa? Anatumbo birika akikula ashiba. Yeye ni mkali na anakinywa mbaya wake. Wacha kusema mume wako anavita kwenye nyumba. Ulicheka mkikula fungu la 10. Na fungu la 10 imejaa inakupiga vita. Ulokole ama mtu hajaokoka. Anaitwa uzao wa Mungu. Lazima mkabidhi Mungu fungu la 10. Na hapa ndio tunapatana naye. Tunampa kwa sasa. Wangapi wamekubali unapea Mungu fungu la 10? Manake tunataka kufunguliwa. Lazima mali mpaka mali fiche. Sema tili zinakuja kubwa, zinakuja na yule amekuwa mwaminifu. Akuli vitu za maji na mafuta za kupima za 30. Chupa za maji unaenda kupima nayo mafuta ya 40. Tumefunzwa, tulikuja mawindoni. Anayekuja mawindoni kuishi na kukula vizuri. Lazima atatoa fungu la 10. Akuwe yani mwaminifu. Watu wa Yosefu, ole mbona mnalala? Imefika kwenye mali. Mifuko zenu zimewekwa karibu na roho. Roho inapiga pesa. Tunataka kupanda mbele. Kutoa fungu la 10. Matoleo. Inaitwa sadaka. Matoleo ya kupenda. Mungu ninakupenda. Umenipa chakula. Natembea na amani. Nilisema nilikumbuka. Zile nyanya za kujika. Inatoa maji nikikuja. Wenzetu umasikini ni mbaya. Umasikini ni mbaya. Mtu anastahili kuepuka kama mwana. Akisema mawindoni sitarudi na masikini. Na tena sitarudi na Ibrahimu akampa fungu la 10. Andiko inasema alibariki ile vitu alikusanya alipokanyaga. Ulizotoka nazo katika biashara yako. Hizo mali zote. Kunayo
bahasha ganyisha bahasha. Achiel mar 10 teko mar warruok. Fungo la 10 ni nguvu ya wokovu. Kendo en ng'ama kele mesa ka pile. Anayelileta mezani kila siku. Akwongo nyakine ka pinde ne leo. Lazima umuone kama anang'aa. Ano mwandu mokwongo teno yudo kwe. Hiyo ni mali ya kwanza, manake amepata amani. Oyudo ngima. Amepata uzima. Ora songa. Sasa anasonga tu. Tugige idongo na bire. Na vitu vyake analetewa. Mukunya mukato bire. Anavunjiwa tu vinakuja. Pejini mikoni gatani. Na kuuliza wewe masikini. Ngima itulo gi pesa. Uzima inalipwa na pesa ngapi? Wanyale tulo. Hatuwezi kulipa. Tokarwa tomio ngato ngima. Na mfalme akitupa uzima. Ego beri jadiera. Anapaswa kuwa mwaminifu. Kachiel mara pa. Katika fungo la 10. Sio duto. Matoleo yote. Subiri mesa nika. Songesha mesa kidogo.